inakuaje? Ni Mr. T Tambo tena kwenye mjengo mzima wa Indundi TV kwenye kipindi chako cha Know About Movie na kujiongezea wasanii tofauti tofauti ili tuweze kujua tasnia yetu ya filamu inaendaje, inafika wapi hadi saa hizi. Kwa hiyo la kufanya ni aje, usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV, pana kuja alama ya kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kuwa anapata notification zote za vipindi vya sport pamoja na Mr. Bosingwa, na kwa upande wa music pamoja na Alan The Real. Basi karibu sana, ni kujiongezea mgeni right now tuweze kuzungumza naye. Inakuaje? Sawa. Uko poa? Sana. Mbona kama vile uko mpole hivyo? Amna. Bana, nashukuru sana leo kwa kufika kwenye mjengo wangu wa Indundi TV. Asante. Unaweza kujitambulisha jina lako, wapi unakaa, na kazi gani ambayo unajishughulisha kufanya? Mimi kwa majina naitwa Ashanti Love. Ni mwigizaji na naishi Kanyosha pia kwa King Star. Yes. Ya Ashanti, tulikuona labda kwenye kazi tofauti tofauti hivi. Kwa nini siku hizi unaanza kuonekana kwenye kazi za Ashali TV? Kwa sababu kwa muda watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi walikuwa sio watu ambao wako makini sana na kazi zao. Lakini baada ya hapo nikagundua kama Ashali TV ni nafasi ambayo watu wanajituma sana kikazi. Yes. Na tukirudi nyuma, ulianza kuigiza toka mwaka gani? Mimi nimeanza kuigiza mwaka 2010 naisia. 2010. Na kusema sasa hizo una miaka 11. Imagine. Na katika hiyo miaka 11 ni kitu gani ambacho umeshafaidi katika game hii ya uigizaji? Jamani, niseme hakuna chenye shafaidi, lakini kuna baadhi ya vitu ambao unaweza nikasema nimefaidika, sababu kuna ujuzi fulani nimeongezea kutokana na gisi nilivyokuwa mwanzo, so nilivyo kwa sasa hivi. Na imani kwamba katika miaka yote 11 umeshaigiza kwenye makundi tofauti, makundi mengi tofauti. Kwa hiyo kuanza ulipoanza hadi sasa hivi, kwa ujumla filamu zako ni ngapi? Filamu yangu ya kwanza ilishutiwa ilikuwa inaitwa Chuki la Mzazi. Hiyo haikuweza kutoka. Baada ya hapo nikawa nimeshuti filamu inaitwa Igono Jazaburoni. Hiyo ipo na iko YouTube. Baada ya hapo nikawa nimekaa kidogo. Kwa nyuma ya hapo kwa sasa hivi niko na movie series ambayo inaitwa Kinga Japasteri, waisubirie kwa hamu maana ni moto sana kabisa. Na kazi yako ya kwanza kuifanya Ashali TV ni kazi gani? Ashali TV kazi ya kwanza kama sikumbuke jina hivi. Basi katika kazi zote ambazo umefanya Ashali TV, ipi ambayo umeikubali zaidi kuliko zingine? Mimi kazi zote nazozifanya huaga nazikubali, sababu mimi nakuwa niko pale mimi kama mimi, na niko pale mwigizaji kama gisi ninavyopaswa kuwa na kujiamini. Mfano nakutest kwenye WhatsApp, alafu nakwambia nitumie link ya filamu moja yako ambayo uliigiza ulifanya vizuri. Utanipa link ya movie gani? Nitakupa, naweza nikakupa hata 2 3. Mimi naomba moja. Yaani moja, link moja ya movie ambazo uliziigiza kwenye Ashali TV ambayo unaikubali ulifanya vizuri. Movie moja. Selfie. Yes. Kwa nini selfie? Kwa nini unaweza kunitumia selfie? Selfie kwa sababu nilicheza nikaenjoy kabisa. Yaani mimi mwenyewe nikajiachia. Kwa sababu gisi niliact ile movie nilikuwa najisikia, alafu ni maisha ambayo yapo kwa baadhi ya wanawake. Na ni ujumbe gani ambao katika roli yako ambao umecheza, ni ujumbe gani ambao umeutoa kwa jamii? Ile ina ujumbe mkubwa. Si tu kwa wanawake ambao wanapenda kuposti sana. Kila kwenye wanaenda wanapiga picha wanaposti, ama kuwalazimisha waume zao wa chumba zao kuwaposti. Yes. Kwa hiyo ujumbe, shauri gani sasa ambao umeitoa wewe? Mimi nimetoa ile ni kama ushauri, vimana tusipendi sana kuposti sababu vina madhara. Kwa sababu baada ya pale ile movie inaonekana kuna kijana alinipenda kupitia mitandao, kachukua picha na akaenda kuniroga. So nikamwacha mume wangu nikamfuata ule kijana. Baada ya hapo vimana ule kijana gisi alikuwa ananiona mitandaoni akasema hapana. Nimeenda nimeishi naye. Baada ya hapo ule mwanaume atakuwa sawa. Ndio sasa nakuja kupata fahamu.
vimana zile dawa zilikuwa zinaisha. Basi baada ya hapo tukawa tumeachana na kijana, nikatamani sasa kurudi kwangu. Na kurudi kwangu haiwezekani. Na mume wangu nilikuwa namforce tu ni posti, si kwamba alikuwa anavipenda, lakini nilikuwa napenda maisha ndoa yake. Ikawa hivyo. Yaani inamaanisha kwamba ulijaribu kufunza wale wanawake ambao wanaambiwa wapenzi wao post wao mume zao ni post. Yaani inaonekana wewe umetoka katika nyumba hii na ukahama kwa nyumba nyingine. Na mtunzi wa hiyo movie alikuwa ni nani? Mtunzi wa hiyo movie alikuwa ni Ali mwenyewe. Yes. Kwa sababu story inakuwa ni nzito sana na imebeba ujumbe mkubwa sana. Kwa hiyo na tuzungumzie kutokana na Selfie kwa sababu labda ndio filamu ambayo unaipenda. Yaani nizungumze umeipenda kuliko filamu zote ambazo umeshazifanya ndani ya Ashali TV. Kwa hiyo nikizungumzia Selfie, ni matatizo gani ambayo mlikutana nayo wakati labda upo na shoot, upo location? Mimi nikiwa niko na shoot, hasa nikiwa niko na shoot na Ali waga sipati tabu. No, sababu ni mtu ambaye anaweza kukwambia hapa ni hivi, hapa ni hivi, na wakati umekosea ni mtu si ule mtu ambaye atakufokea. Nimesema hapa hapana. Ni ule mtu anaenda na wewe pole. Umekosea hapa, ongeza hichi, punguza hichi. No, sasa waga mimi kama niko na shoot na Ali na enjoy hisi. Na samani kwa swali la kizushi. Tayari umeolewa katika maisha kawaida? Hapana. Ili kujiaje sasa hizo scene hizo ukaenda kuzicheza kama mke wa mtu na ukaziweza? Ni kwa sababu naviona sana marafiki zangu ambao wameolewa. Naviona sana, alafu ni vitu ambavyo kawaida tunakutana navyo. So waga sisi wanawake tunaamini kama mwanaume akikuposti ndo anakupenda. Lakini hatujui pia kama baadaye panaweza kuwa madhara. Kabisa. Na imani kwamba ujumbe huo umefika kwa wasichana wote ambao wanapenda sana kupostiwa na wanapenda sana kuposti. Kwa sababu wao labda unajua waigizaji wanafunza na kuelimisha jamii. Kwa upande mwingine. Kwa hiyo labda movie ya Selfie tutaikuta kwenye channel ya Ashali TV hapo. Yes, kama kawaida na kama ulivyosikia hiyo story ni story kubwa sana na ni story yenye mafunzo na imani kwamba kwenye description pale ya link hipo ya filamu ya Selfie utabonyeza hapo mara moja itakupeleka kuanza ku part 1 hadi sehemu ya mwisho. Kwa hiyo ni zipo ngapi? Kwa sasa niseme 5 na hisi. Zipo 5. Kwa hiyo ni hivyo na zote utazikuta hapo, utaweza kuziona na kuweza kupata ujumbe huu na kufaidika mafunzo ambayo labda yameweza kutolewa kwenye filamu hiyo ya Selfie. Baada ya Selfie kuna nyingine ambayo tunaona na trend siku hizi, Mariage VIP. Vipi kutokana na hiyo kazi? Mariage VIP sijaweza kushiriki, lakini si kwamba wamenitenga, hapana. Ni kwa kutokana na muda wangu. Lakini kabisa hata mimi naipenda sababu naona kabisa iko kasi sana. Tukizungumza Ashali TV, tuzungumze kama kampuni ya Ashali TV, sawa? Wewe ni mmoja kati ya members wa Ashali wa hiyo kampuni ya Ashali TV. Kwa hiyo umechukua sehemu gani, labda nizungumze kitengo gani ambacho unakitumikia? Sijakuelewa na maanisha. Labda unajua kwenye kampuni kuna vile unakutana, labda wewe ni sijui unasimamia, labda uko sekretari, labda wewe ni hivi, labda wewe ni hivi. No, mimi pale niko tu kama mwigizaji. Zaidi ya hapo hakuna kitu kingine cha inahusika nacho. Kuna wakati niliwahi kupiga story na msanii alafu anakuambia unajua viongozi muda mwingine ndio wanasababisha kundi aliendelee. Kwa hiyo uongozi wa Ashali TV unaochukuliaje? Mimi uongozi wa Ashali TV kiukweli naweza nikasema pale tunaishi kama family. So na wakati mimi niko pale waga na enjoy sana sababu nakuwa niko nyumbani. Na kuhusu uongozi wangu vrema sina cha kuzungumzia. Unajua wanasema kila mtu ni binadamu, si malaika. Lakini ni watu ambao tunajitahidi kujua kisi tutaishi. Kama tunavyojua CEO wa Ashali TV ni Mr. Ali. Alafu Ali tayari tunajua na mke. Unaona? Kwa hiyo unajua kuna wakati unaweza kwenda location. Alafu tunajua mke wake ni mwigizaji. Inaweza kuwa mpo location alafu kawa na shida mfano ya kitu fulani kumwambia Ali umemtisha bwana director ya kazi hivyo director unajua inakuwaje mke wake anipokeleaje hilo swala wakati mpo location? Mimi niseme mimi upande wangu hainipi ugumu sababu mimi ninachokijua naelewa Ali ameoa ana mke wake na mke wake niseme kwa kipindi tuko naye ameshanizoea.
So ni kwamba wakati mimi nahitaji kitu waga nasema. Nasema bwana Ali nahitaji kitu fulani ama nafuata mke wake mwenyewe ni kadha ya. Na vipi mkiwepo location? Kwa sababu kuna swali niliuliza pale kutokana na matatizo. Mkiwepo location, unajua narudi tena pale. Tayari Ali ana mke. Unaona wakati mko location ya leti masuala ya majukumu, unajua familia yangu na mimi nyumbani nini, hata kwanza niende kuangalia nyumba yenu, kwanza mnashuti kidogo, mtoto anaumwa, vitu kama hivyo, matatizo kama hayo yamtokee wakati mko location mnashuti? No, Ali ni mtu ambaye akiwa kwenye kazi sijui niseme nini, anajitahidi sana. Na ni mtu ambaye hawezi kukuambia ngo acha kwanza hichi juu mimi nafuata kitu nyumbani, hapana. Ni wakati juu ni mtu ambaye anatokaga nyumbani anajua mimi natoka naenda kufanya kitu fulani hivyo vizuri sana. Na Ashanti, nimekuelewa na kukusikia. Labda unajua kwenye tasnia ya filamu hii ni kubwa, alafu umekutana na watu wengi tofauti, umetumika na watu wengi, madirector wengi walikudirect. Kwa sababu unajua mimi kwa ujinga wangu labda niseme movie ukiharibu kwenye story umekuwa umeharibu kila kitu. Hata ulete kamera ila gani, editor toki wa Marekani, story kiwa mbaya basi umekuwa umeharibu. Kwa hiyo katika watu wote ambao umeshawapitia, labda kupitia nikimaanisha umeshatumika nao, madirector, waandishi, kwa hiyo utofauti uko wapi wa wao na Ali? Kuna utofauti mkubwa. Kwa sababu nakumbuka simsemei kwa sababu sasa hizi kuya simsemei kwa sababu unajua mimi kipindi naanza filamu nakumbuka kwanza tulikuwa kwenye uongozi fulani. Huyo mtu nadhani si vyema kumtaja sababu haiko tena duniani. Lakini kipindi hicho nakumbuka ndo tunakutana na marehemu Kanumba na Oprah. Kipindi fulani alikuja, unakumbuka hicho kipindi? Mimi kila kipindi kwa sijawahi kukaa mbele ya kamera hivi. Alafu amekuja amefika pale ananiambia bwana tunapaswa kufanya kazi na wewe. Yaani nakwambia siku hiyo nilitetemeka. Hongera sana. Asante. So ikawa ya mara kwanza tulipiga show first wanaita kama ni Mbambura ya ngambo ya Kibenga ukivuka keke pale pembeni ya Kiraro. Tulipiga show pale, baada ya pale siku ya kufuata ilikuwa ni samedi dimanche tukapiga pale des Arts. So baada ya hapo hapo ndo kwanza nilianza kujiona kama mimi ni nani na naweza nikafanya kitu gani, sababu vile vyote nilikuwa nafanya mwenyewe walikuwa wananipa support. Oprah ananiambia hongera sana. Una hapa kabisa, unajua juu ni mtu ambaye kwanza kwa ule muda alifika na usiku hapo tukafanya repetition pamoja, aligundua kitu. So baada ya hapo nikasema sawa. Wakati sasa tulikuwa na mwenyewe alikuwa ni kocha wetu anaitwa Eddie kwa South Africa. Ni mtu ambaye na yeye alikuwa anajitahidi sana kwa uandishi wake na alikuwa anatupa repetition nzuri kabisa. Lakini kwa upande wa Ali vraiment na baadhi ya wengine tulishakutana. Hapana kabisa. Yaani na shoot na enjoy. Ninaambia story. Waka mwenye juu ni mtu ambaye anaanza kwanza anakuambia story ni hivi. Juu asikie na utachangia nini. Kuna upande wa selfie, kuna upande wa mariage VIP, sawa? Kwa hiyo kwenye mariage VIP unasema kama hii ambayo imetoka sasa hivi, mariage VIP tukizungumza hapa kwenye selfie uliact, lakini baada ya hapo selfie kufungwa tunafuatisha nyingine mariage VIP, hatukuoni ndani. Lakini katika kutoonekana kwako unasema muda, sawa? Hakuna hata vingine vipande ambavyo labda uliweza kupata muda ukaenda kuvishoot au ndo mnapangilia uende, kwa sababu unajua mashabiki wako kwenye selfie labda kwa watazamaji ambao wanatazama saizi wameshaanza kufuatilia filamu ya selfie, wanatamani tena kwa acting walioiona waweze kuiona kwa mariage VIP. Kwa hiyo hilo umelipangaje? Mimi kwa ile kama kuna nafasi yangu inahitajika ni lazima niwepo. Kwa sababu mimi unajua kitu tunachompendea Ali ni kimoja, ni mtu ambaye ananielewa kwa muda wangu na anajua nikimwambia kwa huyu wakati nitakuwa niko so busy, huwa ananielewa, lakini ananiambia jitahidi kwa siku fulani upatikane juu na ananijua kama nikifika mimi, yani kama nimefika ni lazima anasema naenda kufanya kazi na hakikisha zile sene zote nimezimaliza na ndo natoka. Vizuri sana. Na Ali aligunduaje uwezo wako? Ali baada kugundua uwezo wangu ni kwamba nina rafiki yangu ni kama mdogo wangu ambaye yuko Arabuni. Ndo alikuwa anawasiliana na Ali, walikuwa na chati. Baada ya hapo so mimi akawa juu tunaongeaga sana, akawa ananiuliza vipi filamu, nikamwambia mimi naendelea hivi na hivi.
Akanambia okay, mimi nina rafiki yangu ana channel yake, anahitaji waigizaji, kama itawezekana unaweza kaongea naye. Nikamwambia ina shida. Akamemtumia namba yangu Ali, akanitumia na yake. Basi tukaanza hapo kuwasiliana. Akanambia sio shida, hii wiki siku fulani uje. Vizuri. Na nilienda tu, baada ya kufika pale ukashuti, tukaanza kazi siku hiyo. Hongera sana. Na labda kwa upande mwingine ni kusema tumevizoea katika tasnia, mtana mtu anamtengeneza mtu, baada ya kumtengeneza mtu mwisho wa siku anakuja kumsaliti. Mpango wako, kwa plan yako, kwa vipi Ashley TV? Je, ukishakuwa star sepe zako au vipi? Na ndio kwa sababu ulisikia nilikuuliza wewe unafanya kazi gani katika kampuni. Okay. Ashley TV sio kwamba eti nikishakuwa star naweza nikaisaliti, sababu pale ni nyumbani sasa. Lakini unajua inatokana, kuna wakati mazingira yana change. So wakati mazingira yana change kwa viongozi na mfanyakazi, unajua kama mtu anakuwa iko na haki ya kutoka na kufanya kazi fasi nyingine. Lakini kwa hivyo tabaki kuwa nyumbani, hata nikitoka tabaki kuwa nyumbani. Na kwa wale watu ambao labda waliona selfie, wakaona uwezo wako wa uchezaji, wakatamani wafanye kazi na wewe, inakuwaje? Wanapita katika njia gani ili waweze kupata? Mtu ambaye anaweza akapenda kufanya kazi na mimi sio mbaya, ni vizuri zaidi. Likubwa zaidi anaweza kanicheck mimi ama akamcheck Ali mwenyewe. So tunapaswa kwanza tukutane tuongee, makubaliano pale. Mimi nafanya kazi wala sibagui. Vizuri sana. Yes. Na ukitazama tasnia ya filamu sasa nyumbani kwetu, kwa hiyo unatamani sana uwe nani? Uwe mtu gani? Uwe mtu wa aina gani? Mimi kwa hapa kwetu natamani niwe mtu mkubwa sana, ambayo mimi ndo niakilishe Bujumbura. Mimi ndo niakilishe Burundi kwa mwana sanaa hapa nchini Burundi kwetu. Vizuri sana. Na unajua tatizo la wasanii, nyinyi hampendi sana kwenda mikoani kutaka kujua labda filamu za Rumonge, filamu za Ngozi za mfano Nyanza-Lake. Kwa hiyo wewe kama wewe, tuache kwanza Ashley TV kampuni, kwa wewe kama wewe umejipanga vipi kwa sababu ya kuweza kutanua wigo la filamu yako ijulikane Burundi nzima? Mimi ni mtu kiufupi ni kwa sababu sina uwezo. Ashanti kama Ashanti ni mtu ambaye anapenda kazi zake ziwe mbali. Na uwaga na sawa, mimi naigiza Mkirundi, lakini uwaga sipendi zaidi niigize Mkirundi tu. Sababu kuna tabazi ya watu wengine wanakuwa wanahitaji kufuatilia kazi zetu, lakini akija kugonga kwa ile lugha anakuwa anasema wewe nitamfuatilia tena, lakini akiangalia tu hivi anatamani, lakini juu haelewi lugha inakuwa ngumu. Lakini upande wangu mimi natamani kabisa nitembee, nizunguke mkoani, nijue. Juu na mle mkoani kuna watu wengine wanajua. Lakini hatuwezi kuwapata, hatuwezi kuwaona sababu hawana watu wa kuwainua. Tukirudi hapo kwa upande wa lugha, na Ashley TV imejipangaje kutokana na hilo? Je, ni wazo ambalo unalifungukia interview au tayari umeshakaa na baadhi ya viongozi mkaweza kuongea? No, nilikuwa sijakiongea na viongozi wangu, lakini nahisi kama wakifuatilia hii interview wasikie kama ni kitu ambacho nakihitaji sana. Kwa sababu unajua hata wa Tanzania wanaigiza Kiswahili ni cha kwao, lakini kwa nini wanaweka Kiingereza? Juu hata Mwingereza kisikia kifuatilia anaweza kupenda. Hivyo ni kitu muhimu sana. Basi ujumbe wa Ashanti kwa viongozi wa Ashley TV ni kwamba anatamani sana akiwepo kwenye Kirundi na huku akiendelea kuigiza na kwa Kiswahili, ili jina lipate kufika mbali na liweze kuvuka mipaka. Kwa hiyo hilo ni ombi lake kwa viongozi wa Ashley TV. Bana, naendelea kukwambia, ukitazama kwenye description pale utaona link ya filamu ya Selfie. Enjoy kidogo hapo uweze kuona uwezo wa mwanadada Ashanti anavyovuruga na kusema kwamba na kama ulivyomsikia, kuna miaka fulani ambao marehemu Steven Charles Kanumba aliweza kufika nchini Burundi, alifanyisha wasanii wengi sana mazoezi Kibenga, pale waigizaji walikuwepo wengi sana, na yeye alipata nafasi hata ya kupata pongezi kutoka kwa Irene Ngoya maarufu kama Oprah. Aliweza kumwambia kwamba ana talent, na hapo ndipo aligundua kwamba ana talent kubwa sana. Labda tukimuuliza kwamba unatamani tena uje kukutana naye Irene Ngoya, uweze kuzungumza naye na kumkumbusha yaliyopita na umuoneshe sasa uwezo wako ulipofikia? Ninatamani tena sana kwa sababu mimi nakumbuka wakati marehemu Ajafa alikuwa ashajitolea. Tulikuwa wanawake 3 na wanaume 2. Watatu na wenyewe. Yupo ambaye anaitwa Steven Gwambaye na mwingine anaitwa Idi.
na Buba kwa sasa hivi ni journalist. Ni watu ambao yeye mwenyewe alikuwa ashasema kama adasimama na sisi kama sisi na atahakikisha kipaji chetu amekiinua. Lakini sisi tulimpenda, Mungu akampenda zaidi, hatuko naye alhamdulillah. So lakini upande wa Oprah pia kwa muda sijaonana naye. Lakini kwa sasa hivi nahitaji nikutane naye. Nikumbushie, nimzungumzie mimi ni nani na kwa sasa hivi naweza nikafanya kitu gani na ikiwezekana akini support sawa. Kuna njia nyingi sana ambazo unaweza ukazifanya labda ili aweze aweze kukuona. Kwa hiyo umejipangaje kwa hilo bila hata kutumia simu, kwa sababu nyinyi waigizaji na watu ambao mna trendi sana mkiamua? Ipo lakini ilikuwa haijakuwa muda ulikuwa haujakuwa sawa, lakini kwa sasa hivi naamini inshallah naenda kuifanyia kazi vizuri sana. Na alafu tukizungumza kwa upande wa wanawake, Tanzania tunapenda kusikia skendo sana, labda sijui Oprah kafanya hivi, sijui Masepetu kashuka hotelini, sijui alibeba ujauzito, sijui alifanya. Kwa nini nyinyi wasanii wa kike nchini kwetu Burundi mnakosa skendo? Sisi tunakosa skendo juu ya nini? So tungali na kile kitu mila na desturi. Alafu kingine cha pili, nchi yetu sisi haituruhusu. Na viongozi pia. Kwa sababu unaweza nikasema mimi nimetengeneza kiki nafumaniwa, kesho nitafungwa. Unaelewa? Kesho nitafungwa. So ama nitengeneze kiki, huenda polisi amenibana nina bangi, huenda amenikuta nimefanya hivi, amekutana kwenye kona hivi, kesho italeta tatizo. Sasa ndio maana sisi hapa kwetu ni vigumu kutengeneza kiki. Lakini sio kwamba hatupendi kutengeneza kiki. Tuko na ile hofu ya kwamba nikifanya hivi je nitahukumiwa. Na ili swala je, umeshaga kukaa hapo na kutuma ujumbe labda kwa viongozi waweze kuwasaidia, kwa sababu unajua wasanii nyinyi ndio mnatangaza nchi kwa haraka. Na unajua mkifanya vitu kama hivyo kweli, labda kwa upande mwingine Tanzania tulikuwa tunasema Tanzania hao wanakosa adabu, lakini mwisho wa siku tukaja kuelewa. Unamsikia labda Mama Diamond kamwambia eti Abdul Juma, sijui kama ndio Abdul Juma gani, Abdul Nasibu sio babake ya Diamond, unaona? Alafu kitu kinakuja kinapanda sana, majina ya watu ambao sio wajua majina yanapanda. Mfano kama babake tulikuwa tumjui, lakini tulijua sana na watu wengi sana wajua kupitia hivi mitandaoni. Kwa hiyo nimeshagawahi kufikiria labda kuomba ruksa kwa sababu tunajua kuna wasimamizi hapa. Kuna kituo kinaitwa Obedea, wanasimamia haki ya msanii. Kwa hiyo nimeshawahi kujifikiria hata siku moja kwenda kufanya kama vile nizungumze maandamano ya waigizaji. Mkaenda pale mbele mkasema bana, tunataka haki yetu, tunataka tu tunafanya hivi na hivi. Naona kama hicho kitu kinafaa. Kwa sababu sisi wasanii tunahitaji haki sana. Alafu wakati unakuwa unatetea haki na upate hata ule mtu akupe ile haki, ni kitu ambacho kinaumiza. Mimi upande wangu ningependa wasanii wenzangu kama wanaweza kujitokeza, tusimame tuombe hichi kitu, inaweza ikawa ni vizuri zaidi. Na kwa viongozi pia tunawaomba, wakati tunafanya kitu sio kwamba hatujipendi wala hatupendi nchi yetu, tunaipenda, lakini na sisi tunapenda tutangaze nchi yetu iwe juu kama gisi nchi zingine zilivyo. Unaona mimi nishakatembea. Kuna wakati nilifika sehemu wananiuliza unatokea wapi? Wakati nimesema eti natokea Burundi, akaniuliza Burundi ni nini? Ni nchi? Nikamwambia ndio, Burundi ni nchi. Akaingia mgugoni. Akaja kuniambia akaka kitu ka hivi. Wallahi kiliniumiza. Kiliniumiza sana. Kwa kaka ka nchi ka hivi hatujawahi kukaona. Unakuja kukutana, kwa nini pana nchi zinaongelewa sana? Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda, juu ya nini? Kwa sababu wale wako na wasanii ambao wanaitangaza nchi yao, na afu wako na ruhusa kufanya kitu na ile nchi yao inawaelewa, kama hawafanyi juu ya kukosea adabu nchi, wanafanya juu ya kutangaza nchi yao. Sasa na sisi tunaomba viongozi kama viongozi wadusimamie na sisi wasanii, watupe nafasi ili na sisi tupate kutangaza nchi yetu juu tunaipenda. Na kama tungekuwa tuipendi, hatungekuwa tunajiforce na mambo ya kuigiza, kufanya music, hapana. Kabisa. Unaona mimi mfano, watanisamee, mimi mfano kidogo nasemaga kidogo kama Magufuli ingekuwa rais hapa. Mambo angekuwa sana. Lakini pia angewanyoosha. Lakini pia hata baba yetu tunamshukuru anavyobeba uongozi. Ni baba mzuri, anatulea, anataka kutulea kwa maadili, lakini pia do support na sisi.
inapaswa simame na watu wote, wasanii nini kila kitu kabisa. So hivyo. Na kwa upande mwingine ni kusema kwamba tukirudi labda kwenye kazi zako, ni mwaka huu baada ya selfie tumeona Mariaje VIP. Kwa hiyo kitu gani kingine ambacho tukisubiri kwa hamu? Baada ya selfie kazi ni nyingi sana. Alafu mi mwenyewe binafsi nina movie yangu ambayo niko naiandaa. Sijaipa jina lakini waisubiri tu kwa hamu. Maana nimeikailia kabisa jikoni napika. Tayari umeshaingia location au vipi? Bado ndo nasubiri kama tukimaliza hii Mariaje VIP tunaweza tukaanza na za kwanza. Vizuri sana. Yes. Basi tunashukuru sana na imani kwamba mashabiki wako hapa waliweza kutazama filamu ya selfie na waliweza kuona talenti yako na kipaji chako. Ni kusema kwamba hata mkiwepo location tunahitaji sana mume na Twitter ili kuweza kutoa support kipindi mpo location pale kwa kuhoji wasanii fulani yes. Ili kuweza kuzungumza matatizo ambayo mnakuwa mkikutana nayo wakati mpo location mkiwa mnashoot movie zenu. Itakuwa vizuri. Basi neno la mwisho kwa mashabiki wako. Neno la mwisho kwa washabiki zangu, mimi nawapenda sana sababu na kesha silali, kuna vingi na viacha juu yenu. Sasa kikubwa zaidi mimi naweza nikasema ni kunisupport tu. Support zenu ni muhimu sana. Bila mwe hakuna mimi. Bila mimi hakuna mwe. Hivyo. So mwe mkisimama na mimi mambo yatakuwa vizuri. Alafu msisahau kwenda kwenye YouTube channel yetu, subscribe, mshare, mpige comment pale. Itakuwa ni vizuri zaidi. Pale nimekosea nifuate inbox. Ashanti nimekosea hapa, sitaki ni channel mtandaoni. Kwa nini kuchana ndio poa? Yaani pale kwenye comment na kuchana, ili usirudie kosa. Wewe hapana. Jua ukienda usome zile nikifika pale nasoma ili nipate cha kuuliza. Ukikutana nimekosea nifuate inbox. Inbox. Yeah. Kwa inbox wako anakufuata wapi sasa? Inbox anakaribia inbox atatoa pale kwenye YouTube anatoa wapi? No, yani nimefungua hata mimi account yangu ya YouTube lakini sijaanza kuweka kitu. Ni Ashanti Love. So na mitandao natumia Instagram ni Ashanti Love vile Facebook yes. Yeah. Yani kikusa Facebook natumia yes. Ashanti Love. Bana, huyo ni Ashanti Love ambaye nipo naye kwenye mjengo wa Indundi TV. Kwa maelezo mengi sana uliweza kumsikia alivyoanza uigizaji wake hadi hapa alipofikia na vitu ambavyo anatamani na anaomba sana serikali iweze kuwasaidia waigizaji ili waweze kufika mbali. Anaomba rais wetu waweze kutoa support kwa movie za Burundi ili vijana hawa wa Kirundi waweze kupanda na kuweza kutangaza nchi yetu ya Burundi iweze kufika mbali na ijulikane kimataifa, hata wale wasiojua Burundi wapate kuijua na waijue kabisa, na sio kuijua tu lakini watamani hadi wafike hapa Burundi waje kutembea. Kwa hiyo hilo ni ombi ambalo Ashanti Love aliweza kujifungua siku ya leo. Basi asante sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi changu cha You Know About Movie na mjengo mzima wa Indundi TV. Usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV. Na kwenye description pale tumeweka link ya movie yake ambayo inakubalika sana, inaitwa Selfie, pamoja na Mariaje VIP. Anakuambia kuna sehemu yake anakuja tu utamuona, mwenye hajamuona kwenye part 3 basi ajitahidi part 4 yuko ataonekana. Basi ni hilo. Asante sana.